sana. Bado tunaweza jikosoa, bado tunaweza rudi kwa njia, na bado tunaweza endeleza ule msimamo. Si nyinyi mnajua? Haya, wacha niseme hivi. Nyinyi mnataka viongozi 2027 ama mnataka wanasiasa? Mnataka viongozi ama wanasiasa? Viongozi ama wanasiasa? Wacha turudie kwa kizungu. Nyinyi mnataka leaders ama politicians? Mnataka leaders ama politicians? Sasa hawa jamaa mko nao hapo juu. Hata kuna wengine ni rika yangu bado. Lakini hawa jamaa ni politicians. Hawa jamaa ni wanasiasa. Mwanasiasa anauza ukabila. Mwanasiasa anasema corruption sio mbaya. Mwanasiasa ndio anakuambia SHA iko sawa na ifanyi. Mwanasiasa ndio anakuambia usupport serikali mbaya. Lakini kiongozi anakuambia shida iko hapa na inafaa itatuliwe hivi. Si nyinyi mnawajua? Justin Muturi amesema shida iko hapa inafaa itatuliwe. Wametatua? Amesema heri mnifute kazi kuliko niendelee kufanya kazi mkiua vijana. Si nyinyi mmeona? Huyo ni kiongozi. Lakini leo hii mkichoka na gavana wenu, mtaenda mwambie MCA wenu wafanye impeachment. Watamtoa. Leo hii mkichoka na MP wenu, kama IBC ingekuwa inafanya kazi, mngechukua signatures mrecall MP wenu waende nyumbani. Leo hii mkichoka na president, mko na solution gani? Solution yetu ni impeachment ya hii bunge. Hii bunge yenye imekuwa ikikula pesa na rais ndio mnadhani itamtoa? Sisi tunataka tuseme hivi. Na hii maneno tutasukuma vile director amesema. Sisi kama vijana tumeamua tunatoa Ruto. Na si ati sababu yeye ndio shida peke yake. Ni kwa sababu yeye ndio anawapea mfano. Kama leo hii president angesema corruption ni mbaya, hao magavana wote ungeona mmoja akiiba. Leo hii Ruto angeonyeshana by example, wizi ni mbaya, ungeona MP hata mmoja akiiba. So sisi tunasema hivi, kuna wakati fulani Raila alijaribu kuchukua, anaacha comrade aongee bwana. Wewe unakonga basi. Kiongozi wetu alichukua sahihi signatures akisema tupeleke, ilikuwa Uhuru Kenyatta nyumbani. Kome. Sawa, kome. Sawa. Kenya wakichoka na rais wao, wanafaa kukusanyika, wachukue signatures vile wanachukua za MPs na wampeleke nyumbani. Hivyo ndio tutapeleka Ruto nyumbani, na hata kama iko kwa katiba, tutasukuma hadi iko kwa katiba. Nikimaliza nataka mseme Ruto must go. Ruto must go. Ruto must go. Msiuziwe uoga bana. Majina yangu ni Wainaina Gishere. I am the Vice President, the University of Nairobi. Comrade Zria. La pili, I am the Vice President, lakini kuna wangwana walitupeleka kotini kusimamisha uongozi yetu. Lakini tunangoja bado. La pili, nimesikia mambo mengi yameongelewa hapa. Mambo mambo ya Murima, mambo sijui ya ukabila. Lakini sisi kwa hii uchaguzi imekuwa UN, tumetembea Kenya hii. UN iko na campus Mombasa, iko na campus Kisumu, iko nayo Nakuru. Lakini mahali yote tumeenda, the youth of this republic, they have decided mambo ya ukabila wameweka kando, wanaongea lugha moja. Kwa hivyo ule mtu anakuja kutugawanya, ati mambo ya Murima, ati sijui mambo ya Nyanza, wengine sijui wa Kisii. All we want is a working system. All we want ni tukienda university, wale brothers wetu wenye watakuja hawatalipishwa 1300 kusoma. Ile kitu tunataka ni ile wasichana wetu na our sisters wakipata watoto, ile mambo ya linda mama irudishwe. Ile kitu tunataka ni watu wakienda hospitali wanapata madawa. Ile kitu tunataka ni watu wakienda mabarabara inatengenezwa, a working system ndo tunataka. Hatutaki kujua sijui nani alikuwa president mwaka gani, kama alikuwa kuka yangu, kama alikuwa shosho yangu. That is none of our business. And we are now speaking one language. It is now one against the other sasa. Because we have seen mumeanza kutugawanya. Tulianza vizuri, mukaanza mambo ya ukabila. Tukiwa hapa kwa streets, hatukuwa tunajua wewe ni Mluya, wewe ni Mluo, wewe ni Mkikuyu. Tukipigwa hapa tear gas, we were one people. We were one patriotic group. Lakini tukaleta mambo ya ukabila. Ile wakati Raila alikisimama akasema, waacheni tupe Ruto nafasi. Hapo ndio ukabila, watu wakajua mimi ni Mluo na kuota Raila. Lakini tukiuliwa hapa kwa streets, hakuna wazee waliuliwa,
Hakuna sijui nani aliuliwa. Hatuko tunaangalia hiyo yote. Wakikuyu, Waluo, wote waliuliwa. Kwa hivyo tukiendelea mbele, sisi tumedecide tukimaliza hii siasa ya UNSA, tukimaliza siasa ya university 2027 we have decided tutarudi Nakuru East, Nakuru Town East, tusimame ubunge huko. Comrades power. Comrades power. Kwa hivyo mimi naambia vijana wote sasa, it is now we speak one language as the youth, na ni language ya maendeleo, language ya kuangalia hapo mbele, because we are the brightest. Sisi ndo tumesoma. Hawa wazee hata kama walisoma, masomo yao hai-apply sahi. Ni sisi sasa, we apply the knowledge that we have learned in universities to change the systems. Asanteni sana na Mungu awabariki. Nilileta naye hapa juzi akafanya nini? Akatoa kesi kotini. Tena saizi amerudi anafanya nini? Analalamika, anasema anaenda kusimamisha nini? Hii mchakato ambayo inaendelea pale nini? Lisho inaitwa wapi? Pale nini wanachaguliwa, ile panel inachagua watu wa IBC. So there is something cooking. Na wacheni niwaeleze kitu moja. Hii watu wote, nyinyi watu wa bunge msijidharau. Watu wakishaharibu nchi wanakujaga kuanzia hapa tena abrakadabra yao. So ni lazima tuanzie kutengelezea sisi wenyewe ndio tuanze kutengelezea hapa. Na ndio maana sisi tukapeleka memorandum yetu pale kwa ile panel, kwa sababu ni walikuwa ni kama washachagua yule mtu ambaye anataka ukaa wapi, yule mtu ambaye atafanya uchaguzi 2027. Jamaa tushamrarua, tumemtandika, na saa hizi washarudi kwa drawing board. Sasa hii mambo president anazunguka huku na kule, pengine anawazubaisha, na bado sasa tena wanakaa nataka kuweka mti yao. Kwa hivyo macho yetu tuacha, my friend, let's keep our eyes on antelope. Tuachane na panya na squirrels ambazo zinatusumbua hapa kando. Hawatatuwekea mtu tena waharibu nchi, vijana wawae watu waende kwa street, watu wakuja hapa na story ya kutoanza kutuambia sufuria movement, sijui this time wataleta sahani movement, tena watu wakufe kwa barabara na hakuna mtoto wa mtu anakufaga tajiri. Sisi wenyewe ndio tunatokaga tunaenda kwa street tunaanziaga hapa, si ndio? Sisi tunaangalia wale ile panel. Na vile tunaangalia saa hizi tumewadistabu kidogo, wamerudi nyuma, wamerudi kwa drawing board. So tafadhali Gen Zs ambao wako hapa,